Metito, senators wale wako hapa kiongozwa na Kipchumba Murkomen, wabunge wote wako hapa, women reps. Mimi sitaki kuongea mambo mengi, ndio tuweze kusikiza rais wa tano ambaye ako hapa. Mimi nitaongea mambo kidogo, na leo naomba Mwenyezi Mungu aniongoze, kwa sababu kila mimi napotoboa ukweli naambiwa watu natukana watu. Ninaposema watu fulani ni wezi na hiyo ndio ukweli, naambiwa hiyo ni matusi. Sasa Mwenyezi Mungu niongoze nisitukane mtu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho. Juzi kuna watu walikuwa kule support kwa Mheshimiwa Mudavadi Vihiga kwa mazishi. Mambo mengi yaliongewa pale, na tukapongeza dada yetu Martha Karua kwa kusimama na katiba na ukweli. Alafu baada ya mkutano watu wakaamua walale Vihiga. Watu walipolala Vihiga wakaanza kulewa, wakaanza kukunywa pombe. Iko mlevi mkubwa hapo akadanganya mlevi mwingine mdogo anaitwa Savila ati enda ulete impeachment ya Mheshimiwa Rais wa tano William Samoei Ruto. Na walevi wakaendelea kudanganyana. Mimi nikadhani ni matani, kumbe huyu mlevi mdogo, sababu alituma na mlevi mkubwa, akaongea hayo maneno, wakaita press conference, wakaongea mambo ya impeachment ya naibu rais. Lakini mimi ningependa kuambia Wakenya ukweli. Mtu ambaye anafaa kuwa impeach ni Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Kwanza, kwa kuvunja katiba ya Kenya. Pili, kwa kugawanya Wakenya kwa kutumia ukabila. Tatu, kwa sababu amekubali dada zake wafanye ufisadi na udhaifu wake. Na mimi siogopi ati Mheshimiwa Kimani Ichung'wah amesema ati wanapanga kuniua mimi na naibu wa rais. Mimi ningependa kusema hivi, mtu ambaye anaweza kutoa uhai wa binadamu ni Mwenyezi Mungu aliye juu mbinguni. Tunapoongea kwani wametutisha na EACC tutashikwa, tunaambiwa tutashikwa na DCI, KRA tutatuwekelea madeni, ati tutakuwa impeached. Ni sawa, tumekubali, tumekuwa impeached. Lakini rais, wewe ndio unafaa kupelekwa nyumbani. Wacha kuonea vijana wa maskini, vijana ambao baba zao hawakuwa chochote wala lolote kwa historia ya uongozi wa Kenya kama deputy president. Mheshimiwa deputy president, mimi nimejipanga, lakini nakuomba, sababu wewe ndio utakuja kutukomboa. Mimi nakuomba, unapoitwa kule Ikulu, chunga sana ile maji unapewa na chai huko, chunga sana. Mimi nawaambia leo, kama marehemu George Saitoti angekuwa hai, Uhuru Kenyatta asingekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Sisi sote tunajua Saitoti aliuawa, sababu niko najua, acha niongee. Lakini watu wa kuongea ukweli hakuna. Mimi nawaambia vijana wa Kiserian Kajiado, kutolewa kwangu na Uhuru Muigai Kenyatta isiwavunje morali. Mimi naomba tafadhalini, vijana, mahasla, bodaboda, mama mboga, mugombee viti kwa wingi. Ndio pale Senate maseneta 26 wasipigiwe simu kung'oa mtu ambaye anachaguliwa na wananchi wengi. Sababu kuna maseneta pale wakipigiwa simu na Uhuru wanaanza kujinyambia kabla waongee na simu. Tunataka maseneta mahaslas, wabunge mahaslas kama wale wako hapa, ndio sote tuongee na sauti moja. Tukisema rais aende nyumbani ni wapi? Tukisema BBI kwenda ni wapi? Na nikisema BBI kwenda tunasema ikwende. Tukisema BBI kwenda tunasema nini? Tunataka viongozi wale wataongea
na msimamo na sauti moja. Tumekubaliana hiyo? Na mimi ningependa kuambia Kimani Ichung'wah na wale si mimi na Mheshimiwa Deputy President, hata wewe Kimani Ichung'wah umepangiwa. Unajua wale maofisa wa NSS tumefanya kampeni nao pamoja, na huyu mchawi anaitwa Raila Amolo Odinga amemroga Uhuru Muigai Kenyatta. Ndio wale viongozi wote wametajwa hapa wamefukuzwa na Uhuru. Mpaka sasa ameanza kufukuza familia yake. Iko kijana anaitwa Jomo Geshaga. Tumefanya kazi kwa hii serikali na mheshimiwa huyu Faruk hapa kutafutia Uhuru kiti. Basi sasa mheshimiwa Uhuru pia amefukuza huyo jamaa kama umbwa. Baada ya kazi yake mwingine wa SportsPesa amemfukuza kama umbwa. Hiyo ni kurogwa. Kwa hivyo sisi rais tunakupenda na tunakuombea, na wewe mwenyewe ulituambia huyu Raila ni mganga, but amekuroga sasa, umesahau kwa yeye ni mchawi. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Basi wacha nimkaribishe Mheshimiwa Aden Duale. Mheshimiwa Duale. Mheshimiwa Makamu wa Rais, watu wa Kajiado, asalamu alaykum. Kwanza namshukuru ndugu yetu Tenai kwa kutualika na kutupatia nyama ambaye mimi ni mfugaji. Unajua hii nguo inanikumbusha siku moja nilikuwa na kesi na Isaac Ruto. Sasa mimi ningependa katoa niwekee. Inaweza kuniletea kisirani. Nianze kukubana mtu. Watu wa Kajiado, mimi nataka niongee maneno matatu. La moja ni historia. Mimi na Mheshimiwa Makamu wa Rais na wengine hapo tulikuwa waanzilishi wa chama cha ODM 2005. Hata tukiwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta katika hiyo referendum ya 2005. Hapa 2009 sisi tukawachana na huyu Mheshimiwa Raila Odinga na ODM, tukaanzisha chama cha URP. Wote mnajua? Na hapo tukashikana na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tukaanzisha tena chama, tukapata serikali, Mungu akatukutoa huko ICC, tukaanzisha chama cha Jubilee. Na misingi ya chama ya Jubilee ilikuwa ni kuunganisha Wakenya. Vile mimi ninajua, bila wafuasi wa Jubilee wengi wanajua. Na tukapata matunda hiyo chama, tukakuwa na wajumbe wengi katika bunge la kitaifa, Senate, county governors wengi, MCS wengi. Lakini hatukushukuru Mwenyezi Mungu. Unajua Mungu akikubariki lazima ushukuru yeye. Hatukurudi Nakuru, hatukumshukuru Mwenyezi Mungu. Tukapatikana na huyu mzee ambaye mimi namjua sana, kwa sababu huyu mzee alifuruga mimi na William, akafuruga Kibaki, akafuruga Moi. Lakini hiyo yote si hoja. Sisi ni wanaume na tunajua vile ya kujipanga. Lakini mimi sijawahi kusikia katika dunia mzima, katika zile vyama vikubwa za Amerika, za UK, kila mahali, ANC, sijawahi kuona rais ambaye anaondoka mamlakani lakini hataki kupatia ushukani mtu kutoka chama chake.
never seen it. Presidents and party leaders everywhere in the world, even today in the US. Even in the US today, soma historia ya Democratic Party. Biden alisaidiwa na Obama. Obama alisaidiwa na Clinton. You know, Republican, hata UK, hata hii majirani yetu ya South Africa. Mandela, nani? Hata Tanzania hapa. So sisi tunashangaa, na unajua wengi wetu ni Waislamu na Wakristo. Ndio mimi ninajua historia ya siasa ya Raila Odinga. Na ninajua siasa ya Uhuru Kenyatta. Na ninajua siasa ya William Ruto. Na ninajua siasa ya wale wadogo kina Kalonzo Musyoka, hao wadogo pia. Nilikuwa nao katika bunge. Unajua mimi nilikuwa katika bunge la Musyoka akiwa waziri. Unasikia ile maneno ya makaburi bila aliuza. Mnakumbuka maneno ya Kalonzo akiwa vice president, tulikuwa katika. So mimi siasa hawa wadosi mimi najua. Na unajua hatuwezi wengine wetu ni ngumu sana. Hatuwezi kufanya siasa ya udanganyifu. Siasa political deceit. Kama tuliwaambia nyinyi 10 ni ya Uhuru Kenyatta na 10 ni ya William Ruto. Na hatuambiwi makosa ya William Ruto. Sisi wengine wetu, na mimi na wahisi wa Kenya, wa Kristo kwa Waislamu, msikue katika njama ya kudhulumu huyu kiongozi. Hiyo ni dhulma, hatuwezi kubali. And your Excellency, some of us, we will be the last people standing behind you. Ya pili, mimi nilikuwa kiongozi wa wengi. Mimi niliweka sahihi sheria nyingi katika hii nchi. Over 300 pieces of legislation ambayo imepitia bunge la kitaifa, bunge la seneti, mimi niliweka sahihi. Na hizo sheria ndio zile zinafuatwa katika mahakama ya nchi yetu. Mimi jana, na nataka nipongeze, niliona mama ameteuliwa kama naibu wa gavana wa Nairobi. Mimi nampongeza. Lakini mimi nataka niulize judiciary na wale walipanga katika sheria ya Kenya. And I want somebody to answer me that question. I want somebody to answer me. Sheria inasema naibu wa gavana anateuliwa na gavana. Baada ya kuteuliwa na gavana, atapelekwa jina lake katika bunge la county. Na county wakipitisha, gavana ndio ataandika barua ya kumteua. Na baada ya gavana kuandika barua na kuweka sahihi ya kumteua, anakwenda na anaapishwa. Sasa mimi nataka niulize hii swali. Kwa sababu gavana wa Nairobi Mike Sonko hayuko ofisini na hakuna gavana, na sheria inampatia spika kushikilia kwa siku 60. Mimi nataka hata nimuulize ule jaji alimwapisha. And I want to challenge the judiciary that an independent judiciary, what Maraga fought for, I want somebody to come out very clearly, either Judge Mativo or the acting Chief Justice Philomena Mwilu, to tell us before our sister was sworn in, who is this governor who signed her appointment letter. Simple as that. Mimi zina kazi zingine. Unajua mimi I am a lawmaker. Mimi nataka tuambiwe, unajua hatuwezi kuleta mageuzi ya kikatiba kupitia BBI, na sasa hivi kabla ya BBI
tunavunja sheria na katiba. Unajua sisi wengine wetu ni minorities katika hii nchi, kama ni Waislamu, kama ni wafugaji, sisi na Wamasai. Hata sisi mahali tutakimbia tukidhulumiwa, hii nchi ni mahakama. Huyu mnyonge hasla mahali atakimbilia ni mahakama. You know, somebody somewhere must tell the country that process in law says there must be a governor that signs the appointment. And I want to give you a similar. Leo JSC ikiteua jaji mkuu, si Maraga ameenda, akiteuliwa na bunge la kitaifa na Senate waipitishe, hawezi kuwa jaji mkuu kabla Rais Uhuru Kenyatta ama rais mwingine aweke signature yake ya appointment letter. The Chief Justice will not take office. He will not be a Chief Justice until the President of the Republic of Kenya, in accordance with the Constitution, signs his appointment letter. And that's why the President is having 41 judges anaambiwa appoint. Ya mwisho, watu wa Kajiado, unajua huyu jamaa, mimi nilikuwa naye bunge 3 sasa. Huyu Kato, gavana wenu, na huyu Lenku pia ni rafiki yangu. Na unajua sasa, jana simuliona Isaac Ruto, mtu wa kiburi. Aliona hii kiburi yake itamzamisha. Simuliona Isaac Ruto jana? Iko mtu anashinda kiburi Isaac. Isaac aliona kukua governor ama kukua kiti 2022 lazima apande wheelbarrow. Si mnajua? Na jana alipanda wheelbarrow, hakupanda wheelbarrow. Na mimi ndio nilimshawishi asubuhi, alinipigia simu. Nilimwambia tafuta mkutano ya William Ruto, my friend. Hata ukiambia mambo ya gumboots wachana naye. Mambo ya CCM wachana naye. So wajumbe, wananchi nyinyi ndio mnachagua, si ndio? Na hii wheelbarrow si mbaya. Sisi yale tunasema katika hii maneno ya hasla, kwa wakati mwingi tangu wakati wa independence, wale watu wadogo wa chini ambao kwa Kenya wako karibu 90%, kazi yao ilikuwa ni kuattend mikutano ya siasa, kupiga makofi na kurudi wakiwa na njaa. Tunasema sasa hivi lazima serikali ambayo itakuja ikuwe na agenda na wakuwe katika meza ambaye inaamua mali na rasilimali na uongozi wa nchi. Ndio tu tunasema. Asanteni sana. Unajua wanasiasa, we still have a meeting to address pale Kiserian. Kwa heshima kuu, wacha nimkaribishe governor wa Turkana County aseme mawili, tunaelekea kufunga. Governor wa kuja tu mheshimiwa governor, seneta wetu ndiye atakaribisha naibu wa rais. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Eserian poke. Eserian poke. Wakia maito. Wakia maito. Habari zenu. Mimi nimewatembelea leo pamoja na naibu wa rais na viongozi wengine. Mimi ni gavana wa kutoka eneo mbali Turkana. Kwa wale ambao wanijui,
nimeserve sasa, hii ni term yangu ya pili. Naenda kuretire katika kiti ya ugavana na nimeingia katika timu hii. Maneno yangu ni machache peke yake. Mimi nilikuwa vice chairman ya chama cha ODM. Na nimeona mengi pale, nimeona mengi tumepotea mwelekeo na tulisahau sera ambaye tulisemezana na wananchi. Na kwa hivyo nikiona viongozi wengine tuliokuwa nao kwa ODM hata wao wameona mbele, ninafurahi zaidi kwa sababu sio Jubilee peke yake inazambaratika. ODM na vyama vingine zote zitazambaratika. Zambaratika kwa sababu walisahau ile msimamo walikuwa naye kwa wananchi. Na sasa wameanza ajenda ingine ambayo ni tofauti, ambayo imekiuka wenye katiba yetu. Pili, tuna katiba ambayo inaongoza Kenya, ambayo wananchi wote walipigia kura mwaka 2010. Na katiba hii imepatia wananchi wa Kenya mamlaka ya kuchagua serikali wanayoyapenda, kama ni ya national ama ni ya county. Imepatia hawa mamlaka ya kuchagua viongozi wao kutoka kwa rais mpaka kwa MCA. Na mamlaka hii ni muhimu zaidi kwa sababu ukipatia viongozi mamlaka mpaka wafuate katiba ambaye wananchi wameambia wafuate, ni mpaka wakiuke ile wananchi walisema tuchungie kiti hii na utufanyie kazi. Na muhula wa kubadilisha viongozi hawa ndio huu unakuja. Sidhani kuna mwananchi wa Kenya alisema tubadilishe katiba, imekuwa mbaya, tubadilishe ili tufaidishe. Mabadiliko ambayo yako kwa katiba saa hii sio ya mwananchi, sio mwananchi ameleta. Na ujue katiba ni yako, katiba ni yako, na katiba inasema mwananchi wa kawaida alete mabadiliko haya kupitia kwa bunge lao ama kupitia kwa wananchi, ndio ikuje kwa referendum. Na sheria hizi zinasema namna gani? Kuna taratibu ya kuchagua viongozi na kuna taratibu ya kuondoa viongozi mamlakani. Yale yamefanyika Nairobi jana sio halali, ni ukora. Haifuati katiba, inafuata katiba ya wakora. Mimi nikiwa kama gavana ambaye nimechaguliwa mara mbili kuwa chairman ya magavana wote Kenya, hiyo katiba haikufuatwa jana. Ninazungumza hii kwa sababu chairman Oparanya ambaye yako saa hii hawezi ongea, anaogopa, nafikiri atafungiwa huko. Ni muoga zaidi, hawezi sema maneno hii. Wakati speaker wa county assembly ya Nairobi alipochukua mamlaka ya kuwa acting governor, a by-election was triggered, and that by-election remains. It has been triggered for 60 days. Nothing reverses it. The only thing that can reverse that by-election is if the court returns Governor Sonko to his seat. Hakuna njia ingine. Kuweka deputy governor na governor ashang'atuka mamlakani ni ngumu. Sasa Jumatatu, how will they make her the governor? Because there is no substantive governor she is going to be coming in. Na acting governor hana mamlaka ya kuchagua
a deputy governor. Hana mamlaka ya kujitoa na kuhakikisha kuwa deputy governor amepanda juu. Hana mamlaka. Yeye ana siku 60 by election ifanyiwe. Hiyo ni haramu na tunaikataa kabisa. Na yale ambayo Mheshimiwa Dele amesema hapa, hiyo ndio msimamo. Wale wakora wajua wanafanya ukora na warivazi hii maneno. Watu wa Nairobi ambaye katiba imewapatia mamlaka wapate nafasi ya kumchagua tena gavana ambaye wanapenda. Mwisho kabisa, kwa sababu nasikia wengi kule hawaelewi sera gani William Ruto na sisi wengine tunasimamia. Hawaelewi, ndiyo sababu wanatapatapa. Wanasema wheelbarrow, msikubali kupatia wheelbarrow, hiyo mtu anawapoteza. Wheelbarrow ni kitu gani? Wacha niwaelezee wheelbarrow ni nini. Wheelbarrow ni mtu wa kawaida, ni biashara ya kawaida, biashara ya mtu mdogo, biashara ya hasla. Ule mtu anaamka saa 10 kwenda kutafuta, ule mtu anaamka saa 10 ya usiku kwenda kuchunga ng'ombe yake, ule mtu anaamka asubuhi saa 10 na kukaa akitafuta mpaka usiku. Huyo ndio hasla. Na sera ya Hustler Nation, sera ya William Ruto ambaye anaongoza Hustler Nation, ni kusema kuwa saa hii wananchi wa kawaida na wale wengine wote munapata shida mingi zaidi. Uchumi yenu haiendi mzuri, chakula upati ya kutosha kwa meza yako, pesa ya school fees hakuna, njaa iko mingi, madeni kwa nchi imechukuliwa mingi, na pesa mingi ya madeni imeingizwa kwa kazi nyingine ambayo isaidii mwananchi wa kawaida. Na juu ya hayo ni serikali pia kukosa pesa. Serikali haina pesa, serikali iko katika ICU. Serikali iko wapi? Iko katika ICU. Inaangalia saa hii, inaambia KRA, zunguka nani hajatoa pesa, umeokota ngapi jana. Hata serikali imekuwa hasla. Kila siku simu asubuhi, KRA umeokota ngapi, umepeana ngapi. Ndio sababu unaona counties tunalia zaidi tukiuliza kwa nini tusipewe pesa tufanyie wananchi ya kawaida. Waziri wa fedha anasema hajapeana pesa kwa kaunti tangu mwezi wa 11. Hiyo ni uongo. Kaunti ya mwisho ijapata pesa, walipata pesa mwisho mwezi wa 8. Na angalia hesabu yake kabisa, atakuta there are so many counties that did not get the allocation from the month of August last year. Na wheelbarrow economic itapindua ile shida iko naye saa hii na kuwapatia Wakenya wa kawaida tumaini ya hapo mbele wa mwaka 2022 kwenda mbele, ili uchumi wetu isiende kwa mochari. Uchumi wetu ianze kurekebisha na tuweze kuweka pesa katika mwananchi wa kawaida. Mwananchi wa kawaida akifaidika, basi wale wananchi wengine wako juu watafaidika pia na uchumi wetu utapanda. Afadhali tusimame na kiongozi ambaye anatupatia tumaini ya kwenda mbele. Na kiongozi huyo ni ule yako hapa, William Ruto, na sisi tumekubaliana tukiona yeye tutaendesha gari hili, tuhakikishe kuwa tumaini hilo limepatikana mwaka 2022 kuendelea mbele. Asanteni sana na msimame na William Ruto na Mungu awabariki. Ile kazi ngumu sana kuwa MC. Hakuna kazi ngumu kama hii. So
Mheshimiwa Naibu wa Rais, wacha tu mimi niseme mawili. First of all, I think Governor Nanok wakati alikuwa anasema serikali iko kwa ICU, simu zinapigwa, sasa nilikuwa nafikiria anaongea kaunti yetu ya Kajiado. Kwa kila asubuhi inapigwa roadblock, leteni ngapi? Roadblock nyingine leteni ngapi? Lakini mimi nataka kuchukua nafasi hii kumshukuru sana rafiki yangu Mheshimiwa Tinai. Mungu akubariki sana. Siku ya Jumatatu, leo ni Jumamosi, Mheshimiwa Naibu wa Rais, tulipokaa na wewe ukaniambia tafuta Tinai, mwambie atuwekee nyama lakini watu tumia mpaka 200. Nilimwambia hivyo jioni, Mheshimiwa Naibu wa Rais atakuja kwako Jumamosi, panga watu 100-200. Aliniambia ni Naibu wa Rais alisema anataka watu 100-200 kwangu ama ni wewe? Nikamwambia hapana, mimi ningekuja ni wewe mwenyewe utanitosha, sitaki watu wengi. Kaniambia mimi sio mtu wa watu 200. Mwambie Mheshimiwa Naibu wa Rais atakuta watu 2000. Na si hawa wamefika 2000. Mheshimiwa rafiki yangu Ndau Tinai, pongezi sana. Ni mtu mwenye msimamo. Na tutakuunga mkono kwa hiyo safari. Mungu akubariki. Sitaki kusema mengi, lakini nataka kukusema asanti kwa kutuitia hao watu zaidi ya 2000. Ya pili, mimi Mheshimiwa Katole Metito, saa hii mjumbe wa Kajiado Kusini, 2022 atakuwa amefikisha miaka 20 akiwa mbunge wa Kajiado Kusini. Niko na uhakika hakuna hapa wote mbunge amefikisha miaka 20 akiwa bunge. Kwa watu wako hapa. Na mimi nataka tu kuambia watu wa hii county, hata kama watu wa Loitoktok, hata kama hawapigi mahesabu namna gani, sio wajinga wachague mtu mmoja miaka 20. Iko tu kitu wameona mahali. Hata mimi ni binadamu, niko na weaknesses kama binadamu. Lakini nafikiri waliwacha hizo weaknesses wakaona yale mazuri. Ninaomba kwa heshima kuu watu wa Kajiado County, kwa heshima kuu, mimi ni wa kunyenyekea, ninaomba nafasi 2022 niwe gavana wenu. Na Mheshimiwa Katoo, just simple, ni huyu tu, hapana tafuta mtu mwingine kubwa, hapana tafuta wala watu ambaye wakisimama hapa kuongea mnawekwa kilomita 1 mbele ndio askari ndio watakuwa. Hapana, ni mfanyikazi wa watu wake. Ninaomba kwa heshima kuu, Kajiado County, Hasola Katole Metito akuwe gavana wa Kajiado County, kushikana na Mheshimiwa William Samoei Ruto. Mimi nataka tu hii kaunti yetu, Mheshimiwa Naibu wa Rais, juzi wiki 2 imepita, na Mheshimiwa Nanok can be a witness. Tuliwekewa Controller General, that's the control of budget in treasury. Aliandika counties zile ambazo hazijawahi tumia sumuni hata moja kwa mambo ya maendeleo. Kajiado County ilikuwa moja yao. Ni kweli? Kajiado County ni moja ya wale hawajatumia hata sumuni kuanzia 2017 kwa sababu ya maendeleo. Na hiyo tu ndio wananchi wa hapa Kajiado wanasema enyewe leo imeongewa ukweli. Juu maendeleo ni kama ujauzito, huwezi ficha. Ukijenga shule hapa itaonekana, ukipatia watu maji itaonekana, ukijenga hospitali itaonekana. Nani anaona? Hatuna ana moja, hata moja. Hata zile za Mheshimiwa gavana wa zamani Ngedieni ambazo hasikumalizika, asijamaliziwa. Mheshimiwa Katoo na Hasola team yake yote, siasa yetu iko na maendeleo, amani na maendeleo. Sio siasa ya kugawa watu. Sasa watu wanakimbiliwa, unajua wewe ndio mlango hii, wewe ndio. Hatutaki siasa kama hiyo. Kwa hiyo kaunti yetu, na kuambia Mheshimiwa Naibu wa Rais, unasikia viongozi ambao wamechaguliwa wengi wako hapa, unaweka
mguu mmoja pale, lakini unasema roho iko pande hii, kwa sababu unaambiwa usipokuja pande hii nitafuta ndugu yako, usipokuja pande hii sikupi basari. Kwani hiyo basari ni yangu ama ni ya watoto wa Kajiado County? Sisi tunataka siasa ambaye hakuna haja kuita watu wa Kajiado County unakodesha mabasi kwenda kupatia watoto basari shilingi 5,000. Kama wewe ni kiongozi, tuma pesa ya basari kwa shule, wacha kusumbua wazazi kuambia kuja Kajiado uone nikukupatia 5,000. Hata gharama ya hiyo basi ingepatia watoto wengine 100 basari. Hiyo ndio kitu hatuhitaji. Sisi tunataka siasa ya amani na maendeleo. Jana hapa. Na mimi najua hii mkutano imejaa macho na masikio ya serikali. Najua vizuri sana. Na mimi nataka kuwauliza wao, kwa sababu sio hii mkutano tu mnakuja, mnaenda zote. Lengo amekuwa akisema kwa mikutano mingi mpaka ya jana, ya kuambia wananchi mara 10 kwa Kimasai, hii kiti tutachukua, hata kama ni kumwaga damu tutachukua. Hata jana amesema, kwa mikutano yake. Alafu unaambiwa eti watu wa serikali wako kwa mikutano. Nataka kuambia nini hivi? Hakuna kama inaitwa Ismail engelele na hayo mani. Hii majiki sema. Kama inasema. Erenda baru Masai misimara inne. Matio na nugage ni subia neno. Emale. Ya mwisho. Mheshimiwa Naibu wa Rais, nataka kukuambia kitu moja. Hii timu iko hapa. Hii ndio timu yako. Hii mambo ya watu ambaye wanakutukana mchana alafu usiku wanatuma watu kwako kuomba msamaha. Hii ndio timu hasala. Mheshimiwa William Ruto, Mheshimiwa Kato na Mheshimiwa wale wengine wote ambao wako kwa timu hasala. Oye, ile ilifunja fisi mguu ni kwenda njiani, silipaachana, kaeka mguu moja pale, kaeka ingine pale, kaenda mpaka zimeachana. Sini pale. Mimi nataka kuchukua nafasi hii kumwambia Mheshimiwa Naibu wa Rais, karibu Kajiado. Tembea na Mheshimiwa Tinai, tembea na Mheshimiwa Sunguya, tembea na Mheshimiwa Kato, tembea na hao waheshimiwa wote ambao ni wako mchana na usiku. Lakini sio watu ambao wakiona mambo, kuna wale wengine walikuwa wanafikiria utamaliza hata mwezi mmoja, hata mwaka mmoja, ndio wakakaa mbali. Wakiona tumesimama. Unajua 20 mimi nimechaguliwa tu na 2003 na Kibaki alipomaliza tukasema ni Uhuru, tukaambia Uhuru peleka sisi mahali unataka, akasema TNA. Ni kweli Uhuru atamaliza 10, tutakwambia peleka sisi mahali unataka. Kama ni kwa Hulibaro tuko na wewe, sisi tunachagua wewe, sio chama. Ukitoa chama yoyote uko hapo ndio tuko, kwa sababu sisi tuko kwa William Samoei Ruto. Basi nataka kuchukua nafasi hii, tutakuja mikutano yetu nikivonwali kinoneke Masai. Tutakuja mikutano yetu kila nikivonwali kinonyo. Very good, ameelewa hiyo. Nataka tumkaribishe seneta wetu, seneta Mheshimiwa pale ambaye aseme mawili na akaribishe Mheshimiwa Naibu wa Rais William Ruto. Karibu. Hebu tusalimiane watu wa Kajiado, tusalimiane. Your Excellency, the Deputy President, yangu yatakuwa machache sana. Ya kwanza ni kukaribisha hapa Kajiado West na kukuambia hapa ni nyumbani. Ya pili, nataka kushukuru ndugu yangu Tinai ambaye tulipigana naye kwa siasa iliyopita, na mimi mwenyewe ndio nilishana na yeye na tuko na heshima sana na yeye. Nataka kusema hivi, Your Excellency,
Mheshimiwa Chinai ni mheshimiwa muungwana sana. Tulifanya siasa yetu kwa heshima, bila matusi, bila kutukanana, na niliposhinda yeye tukasalimiana, akaniambia tuendelee mpaka wakati mwingine. Mheshimiwa Chinai, nataka nikwambie hawa watu walikupenda na wakupigia kura kwa fujo. Ulipata kura 1134. Walikupenda, lakini kile walichukia ni ile chama ulikuwa. Ile chama ulikuwa ambayo iko na initial kama BBI inaitwa ODM. Nataka nikueleze leo kama hujajua inamaanisha nini. ODM ilikuwa inamaanisha Odinga Danganya Masai, na wewe ukakubali kudanganywa. Alikwambia utashinda, lakini hakukueleza ukweli. Mimi nakushukuru kwa sababu umeokoka, umekuja kwa wale wa mcha Mungu, umewachana na waganga, na ni asante kwa sababu kuna mapasta walikuombea na umeokoka. Kile umebakisha lazima ubatizwe na ukule sakramenti ndio uwe Mkristo kamili. Yangu ya mwisho, siasa ya 2022 itakuja. Your Excellency, ukiangalia hapa, hawa wengi hawa watu ni vijana, na tuko na tumaini na wewe. You give us hope every morning. These young people look up to you because they know that tomorrow is secured in your hands. We are here today in these numbers to assure you, the Deputy President, that come what may, we will stand with you. We will stand with you. Your Excellency, nilikuwa naambia asubuhi ya leo, asubuhi ile masimu nilipokea ni mingi sana, lakini nikasema kwa sababu hao jamaa walinichagua, haki ya Mungu ikiwa itokea pande ile nyingine, lazima nitakuja hapa. Na mimi nakuhakikishia Your Excellency, kuna jina yangu haujui, inaitwa Ole Karkweli. Ole Karkweli hawezi rudi nyuma. Haki ya Mungu atasimama mchana na wewe hata jioni. Your Excellency, siku ya kuomba kura tutakuja kuomba. Wilbaro tuko nyuma yako, Your Excellency tuko nyuma yako. Na nataka kushukuru kwanza Mheshimiwa Katoo kwa sababu Your Excellency, Katoo ukipata hii kiti, ule jamaa atakukaribisha, sio mwingine, ni mimi. Ndio nilikuwa nasikia watu wanashangaa, mimi nakaribishaje naibu wa rais? Mambo kwa ground ni different my friend. Na mimi najua mali niko. Haki ya Mungu tuko pamoja na Your Excellency. Niseme. Your Excellency, tuko nyuma yako. Mimi ni kijana kama 75% ya wale wako hapa. Tumaini letu iko nyuma yako. Hapa tunasemaga God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Sisi tukimaliza hizo tatu, wanne ni William Samuel Ruto. Mimi najua hauko kwa Trinity, lakini baada ya Yesu Kristo na Roho Mtakatifu ni William Samuel Ruto. Na ndio kusimi napigana na wewe kupitia baba, sijui kupitia nani. Na Your Excellency, nikimaliza leo asubuhi niliambiwa wale wangu na wengine wakitaka kupewa tumaini watakuwa president. Na mtanisamea nikisema hivi, ati lazima mtu wenu wakufe ndio upewe tumaini ya kuwa president. Ukienda kule kwa Musalia Mudavadi, mama yake alipopumzika akaambiwa kuna tumaini. Ndugu yangu alipokufa huyu jamaa wa Machakos, Kalonzo akaambiwa tumepiga uganga kidogo, kuna tumaini.
Wakienda kwa Gideon Moi wanaambia baba yako alikuwa mzuri, iko tumaini. Wacha niwaambie watu wa Kajiado, tumaini yetu iko kwa Mungu na William Ruto. Bwana asifiwe. Hebu tusalimiane kwa hewa. Tuko pamoja. Haya mengi na machache. It is my sole responsibility. It is my sole responsibility to welcome the fifth president of the Republic of Kenya, His Excellency William Samoei Ruto. Tukae chini wala wako na simu. Haya. Rafiki yangu Punguza simu. Mheshimiwa Ole Kinai, Mheshimiwa seneta wetu wa sehemu hii, Mheshimiwa Mbaye, viongozi wote, gavana wa Turkana, wananchi wa hapa Kajiado, hamjambo. Enda tuwabogi meiti sio laitoriani Muriega. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivi nione Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi maneno yangu yatakuwa mafupi kwa sababu hawa ndugu zangu viongozi wa sehemu hii wameongea kwa kirefu. Leo nimekuja hapa kwa mwaliko wa rafiki yangu Mheshimiwa Tinai ambaye vile amewaeleza tumekuwa marafiki siku nyingi, na leo nilimwambia ya kwamba nitamtembelea kwa sababu alinialika hapa ili tuweze kukubaliana vile tunaweza kutembea pamoja kama Wakenya. Na nataka nishukuru rafiki yangu Bwana Tinai kwa kutukaribisha hapa, kwa kukaribisha hawa viongozi, kwa kukaribisha majirani zako, watu wa hapa kijiji hii, ili tuweze kufurahia hii mkutano na umoja wa wananchi wa sehemu hii. Kama vile mmesikia Tinai amesema, nilimwambia zamani ya kwamba hii maneno ya kitendawili tuachane naye, lakini yeye alichelewa, na kwa kuchelewa kwake amepata hasara. Na kwa sababu yeye ni mtu wa kanisa na ni mcha Mungu, akaniambia, wewe kwa sababu unamjua Mungu, tafadhali ukuje ili tuweze kutembea pamoja, tutafute vile tunaweza kwenda mbele pamoja. Na ndio sababu mimi nimemkujia huyu ndugu yangu, ndio tuweze kutembea pamoja. Wakati alinieleza hivyo, nilimweleza seneta wetu Bwana Mbaye, nikamwambia iko rafiki yetu ambaye mlishindana na yeye, anataka tutembee pamoja. Na nataka nikushukuru my friend Senator Mbaye kwa kusema ya kwamba yule tulishindana na yeye, lakini sisi si maadui.
sisi ni ndugu moja na tutatembea pamoja ili tuweze kuunganisha taifa letu la Kenya. Mkiona hawa wangwana wawili wakisimama hapa na walishindana na wanakubali ya kwamba tutakuwa all team moja, wanajua maana ya umoja. Ni kweli ama si kweli? Na mimi nawashukuru sana my friend Ole Tinai, wewe haukusema eti kwa sababu Mbayei ni seneta wa leo haukupiga karata ya kwamba hutaki kuja hapa kwa sababu yeye yupo. Ulisema tunakuja kuungana kwa sababu ya umoja wa Kajiado na umoja wa Kenya, na hiyo ndio siasa ambayo tunataka kucheza katika taifa letu la Kenya. The politics of unity. We can compete, but we must not necessarily be enemies. We can compete and remain as friends. Na ndio sababu mimi nimekuja hapa, na leo tunazamisha mambo ya kitendawili pande hii, tunatembea pamoja katika maneno ya kumwamini Mungu. Tunakubaliana jameni? Mnakubaliana na mimi tutembee na Tinai katika timu ya hasla ya kuunda serikali ya 2022? Tuko pamoja? Pamoja na Tinai, pamoja na Mbayei, pamoja na Kato, na huyu Sunguya pia, na huyo Sawoya na wengine, tuwe timu moja. Hapo ndio mimi nimekuja hapa, kwa sababu urafiki na undugu ni kitu ya maana. Jambo la pili, kuna mambo ambayo tulikubaliana na nyinyi kama watu wa Kajiado, na nawashukuru sana, mlitupatia nafasi ya uongozi, Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta na mimi na serikali yetu ya Jubilee, na kuna mambo ambayo tulikubaliana na nyinyi na hiyo kazi inaendelea. Tulikubaliana na nyinyi, kwanza barabara yenu ya kutoka Ngong, Kiserian, Isinya ilikuwa imeharibika sana, na tukakubaliana tutajenga upya hiyo barabara. Tumemaliza, imebaki sehemu kidogo kidogo. Tulikubaliana tutajenga barabara ingine mpya kutoka Kajiado pale Imaroro iende Mashuru mpaka Isara. Hiyo barabara imebaki kidogo, karibu tunamaliza. Si ni kweli? Tukakubaliana na nyinyi wakati nilikuja kanisa pale Kimuka, na wahubiri wa pale wakaniambia mko na matatizo ya barabara ya kutoka Ngong kwenda Ewaso. Niliwaahidi wakati huo tutapanga kama serikali tuwajengee hiyo barabara. Leo hiyo barabara tumejenga ni kilomita karibu 70. Tumepitisha nusu tayari na inaelekea mpaka itafika kule Suswa. Pia kwa sababu ya mji wenu hapa Ngong na Kiserian na Rongai, mara nyingi kunatokea msongamano mkubwa, ndio tukajenga barabara zingine 3 pale. Barabara ya kutoka Bulbul kuja Kataka mpaka Rongai, ndio barabara nimetembea nayo leo, tumemaliza, iko na lami. Tukasema pia tutawajengea barabara ya kwenda Nairobi, badala ya kuhangaika kwa jam. Tukawatengenezea barabara ingine hapo kutoka Cooperative College inakuja mpaka Matasia. Hiyo barabara pia karibu tumemaliza. Na vile vile tukasema itapitia Ngoroi irudi iende mpaka Ongata Rongai, na kutoka Ongata Rongai ipite mpaka Nazarene University pande ile nyingine. Hiyo barabara pia tutakamilisha ili kuhakikisha ya kwamba watu wa kaunti hii wanaungana na kaunti zingine za Kenya katika shughuli za maendeleo ya taifa letu. Tuko na mambo mengine mengi. Tuko na damu tumejenga hapa Kiserian, tumemaliza. Sasa inabaki tuunganishe maji na tuweke sewage system. Tuko na pesa ingine karibu bilioni 2.5 ya kuweka maji na sewage katika hospitali katika town ya Ngong na town ya Ongata Rongai. Wale tunaishi Ongata Rongai tunajua ya kwamba sewage system haiko pale, but we now have a plan, na marafiki wetu wa World Bank
tuweze kujenga sewer system ya pale. Nasema haya kwa sababu ni maendeleo tulikubaliana pamoja na watu wa kaunti hii. Kuna zingine ambazo hatujakamilisha, kuna zingine ambazo bado tunapanga, kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba Kenya hii tunabadilisha, sio kwa maneno na njama, lakini kwa mipango na maendeleo, ndio Kenya itabadilika. Tunaelewana jameni? So tunataka tutembee pamoja, na ndio mimi nimekuja kutafuta huyu Tinai aingie kwa timu yetu, ndio tusukume hiyo kazi ya maendeleo pamoja na watu wengi. Unakubali tuendelee na maendeleo ama ni aje? Ama Tinai aendelee na kitendawili? Siakuje tufanye maendeleo pamoja namna hiyo. Mimi vile vile nataka niwaambie ya kwamba nimesikia wakati nimekuwa hapa, huyu Tinai anaenda kanisa hapa Ilmasin, kanisa ya AIC hapa, na kwa sababu sisi ni watu tunaomwamini Mungu, na ili kuondoa kabisa ile maneno ya waganga na wachawi, tunataka kujenga hiyo kanisa ipanuke. Kwa hivyo nitatafuta pasta wa kanisa, nitampatia $500,000 saizi waende wajenge wapanue hiyo kanisa, ndio tuweze kuomba Mungu jameni, shetani ashindwe na waganga wapotee na wachawi wakose mahali ya kukaa, ndio Tinai tuweze kutembea pamoja safari ya maendeleo. Ama mnasema namna gani? Namna hiyo. Sasa wewe patia wale Tinai hiyo hapa milioni hapo, wapatie pasta. Wewe ndio utapatia pasta. Hapo pasta ya pale. Haya. Very good. Jambo la pili, mimi vile vile nataka niseme nimewahi kufika, na mara Mungu akinijalia nitakuja tuombe pamoja pale kanisani. Si namna hiyo? Jambo la pili, kuna rafiki yangu mwingine, wakati nilikuja Kajiado hapa miezi chache iliyopita, nilikuta kijana mmoja ambaye alikuwa anaapishwa kama kasisi, anaitwa Gabriel Iriamet, na nimemuona hapa, na nimekuwa nikitafuta nafasi ya kumpatia zawadi. Nilimwahidi wakati nilienda kwao, na niliona ni kijana mzuri. Kasisi, naomba msamaha, wacha nikuite kijana, kwa sababu wewe ni kijana kwangu kidogo. Nimekuwa mzee kidogo, sio? So huyo kijana nilikutana na yeye akiapishwa katika kanisa la Free Pentecostal, na nikaona ni vizuri kwa sababu yeye alijitolea ili kujenga kanisa mahali anaishi ama mahali anaabudu. Hata akauza gari yake alikuwa naye ndogo ili atumie kujenga kanisa. Huyo ni mtu ambaye anamwamini Mungu ajabu. Na mimi nikamwambia, kwa sababu uliuza gari yako, na mimi nitatafuta namna, hata ingawaje mimi ni mtu ya wheelbarrow na bodaboda, nitakununulia ile iko juu kidogo. So mimi nataka kwa heshima nikupatie tato. Chukua hapa milioni kwa hapa, patia huyu kijana. Unajua Waswahili wanasema ahadi ni nini na dawa ya deni tulikulipa. Mimi vile vile nataka niseme asanteni sana kwa kunikaribisha hapa. Kuna wamama wameniambia ya kwamba wanafanya biashara ya maziwa, na tuko na milk cooler ambayo walituuliza. Nimeambia ofisa moja kutoka ofisi yangu tutawatafutia milk cooler na tutalete hapa katika sehemu hiyo. Kwenye office naitwa Dr. Chikati, yuko hapa, atapanga hiyo maneno tayari,
we have an arrangement that we are going to sort that out. Na kuna kundi ingine ya kina mama vile vile nilikuwa nimewatumia pesa ya kujenga nyumba, nilituma inaitwa Oloyangalani, na pia tutawakumbuka siku tukipata hiyo milikula, tutawapatia hata na nyinyi mmoja. Nia yetu ni kusukuma wheelbarrow ndio hiyo. Wheelbarrow ndio hiyo. Tunaelewana? Tuko pamoja? Mimi nataka niwaambie hivi, tunataka tutembee pamoja. Na mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Kajiado. Kenya yetu hii, na munisikize kwa makini, tunataka tutembee pamoja. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta rafiki yangu, wakati tulikubaliana na yeye, tulisema tunataka kubadilisha msingi wa siasa ya Kenya. Tuondoe msingi wa ukabila na chuki na kutengana. Tutengeneze msingi mpya wa kuunganisha Wakenya na kuleta jamii zote za Kenya pamoja. Na ndio sababu hiyo tuliunda chama ya Jubilee ili tuhakikishe ya kwamba zile vyama zingine zote tuziunganishe ili Kenya iunganike na tuweze kushughulika na mambo ya maendeleo, sio migawanyiko na fitina ya ukabila. Na Mungu alitujalia tukaunda serikali 2013, tukaunda serikali 2017 kwa msingi wa umoja ya Wakenya. Matatizo tu imetokea juzi kwa sababu wale wanaoendesha chama ya Jubilee kwa sasa hawaelewi mahali sisi tulikuwa tunataka ya kwamba iwe ni mahali Wakenya wote kutoka jamii zote wanakutana. Na ndio sababu wanaoendesha Jubilee saa hizi wanafanya juu chini kusambaratisha hiyo chama. Mkutano yote ya Jubilee inafanywa siku hizi ni mkutano ya kufukuza watu, ni mkutano ya kukimbiza na kutorosha watu, ni mkutano, sio mkutano wa kujenga chochote. Ile Jubilee tulijenga ilikuwa chama ya kitaifa. Siku hizi imefika kiwango hata kupata candidate ya kusimamisha ya bunge imekuwa ni mambo magumu sana. That is how low and how destructive those who are managing our party have sunk. Na njama yao ni kujaribu kuturudisha katika siasa ya ukabila. Wanataka kusambaratisha Jubilee ati ndio kuwe na chama ya watu wale na chama ya watu wale na chama ya watu wale. Mimi nataka niwatangazie mchana mapema, hatuwezi kukubali kurudishwa kwenye vyama vya kikabila. Sisi ni Wakenya, tunajua umoja na umuhimu wa umoja ya Wakenya. Na ndio sababu tumewaambia hata mkisambaratisha hiyo Jubilee, hatuwezi kurudi kwa chama za kikabila. Tutasimama imara, tuko na uwezo, tuko na mbinu, tuko na mpango ya kuhakikisha ya kwamba Wakenya wanazidi kusimama pamoja nyuma ya the Hustler Nation. Tunaelewana jameni? Jambo la pili, tumesema ya kwamba tunataka Kenya hii isiwe Kenya ya watu wachache, iwe Kenya ya Wakenya wote. Kenya hii isiwe ya kwamba tuko na mfumo wa uchumi ambayo inashughulikia watu wachache. Mfumo wa uchumi wa Kenya inapaswa kubadilishwa ili tuwaunganishe na tuwajumuishe wale wote, hasa wale wako katika kiwango ya chini. Na ndio sababu mnaona tukisema wheelbarrownomics, tunasema ya kwamba tunataka Kenya ambaye mtu anayesukuma mkokoteni kesho atakuwa na tuktuk, kesho kutwa atakuwa na taksi,
kesho hiyo ingine atakuwa na matatu, na kesho ile ingine atakuwa na basi, na inawezekana katika Kenya hii. Tunasema katika hiyo wheelbarronomics, yule mtu ambaye anabeba vitu akiuza barabarani, kesho anaweza kuuza kioski. Hiyo kesho ingine anaweza kuwa na duka, na ile kesho ingine anaweza kuwa na mini market, na ile siku ingine atakuwa na supermarket. Na hiyo inawezekana katika Kenya hii. Hakuna mtu amezaliwa aishi kwa umaskini milele. Ninyi mnanielewa? Na ndio tunasema ile mfumo wa uchumi ambao tuko nao sasa ndio imesababisha Wakenya milioni 16 leo hawana kazi, hawana biashara, hawana matumaini. Na ndio tunasema ili uchumi wa Kenya ibadilike, lazima tubadilishe mfumo wa uchumi ili tuwajumuishe wote, wapate nafasi ya kazi, wapate nafasi ya biashara, ndio sisi wote tuchangie katika uchumi wa Kenya, ili serikali iwe na mapato kupitia kwa ushuru ya kuweza kushughulikia mahitaji ya barabara na maji na stima na kusomesha watoto wetu. Na ndio tunasema safari hii tutabadilisha mambo ya sera na uchumi wa taifa letu, ili uchumi wa taifa letu iwe ni uchumi ambayo inajumuisha watu wote. Kuna watu wanafikiria ya kwamba mtu wa kiosk ni mtu wa chini hafai, ama mtu ya wheelbarrow, ama mtu ya mkokoteni, ama mtu ya bodaboda. Ndio unasikiza wengine wao wakituambia ati hiyo ni maneno madogo, ati mambo ya upuzi, ati ni takataka. Mimi nataka niwaambie nyinyi mulio na kiburi, nyinyi mulio na madharau, eti mnadharau biashara ya bodaboda, ati mnadharau biashara ya mama mboga, ati mnadharau biashara ya mtu ya mkokoteni ama wheelbarrow. Mimi nataka niwaambie Kenya hii hapo mbele, hii Kenya tutaibadilisha. Biashara ya mkokoteni itakuwa kama biashara ya benki, kwa sababu tunasema kazi ni kazi, wera ni wera. Ama ni aje watu wa Ngong? Na musikuwe na wasiwasi, kwa sababu musitiwe na wasiwasi na mtu yeyote. Kenya hii itakuwa Kenya ya amani. Hakuna maneno itaharibika. Mambo tu tutarekebisha mambo ya katiba. Mambo ya hii mnasikia saa hizi wanatusukuma priorities ambazo wanatueleza ziko upside down. Mimi nawauliza nyinyi watu wa hapa Kajiado, priority katika maisha yako leo ni kubadilisha katiba ama kubadilisha uchumi ndio ukuwe na pesa kwa mfuko? Ni kubadilisha katiba. Mtu akikuambia ya kwamba priority ni kubadilisha katiba ili kuwe na kiti ya prime minister na kuwe na viti ya wabunge wengi, hiyo ni priority kwako wewe mtu wa Kajiado? Priority ya mtu ya Kajiado leo, hata kama ni kutafuta nafasi ya kazi, sio kazi ya prime minister. Priority saa hii ni kazi ya kila Mkenya, mtoto mdogo wa kila Mkenya. That's the priority. Sijui kama tunaelewana. Tutatembea pamoja watu wa Kajiado? Tutashughulika pamoja? Mnasema tutatembea pamoja na Hustler Nation ya Kenya hii? Tunaelewana? Tuko pamoja? Hebu nione wale wanasema tuko pamoja dunia hiyo. Mko na imani tutabadilisha hii Kenya iwe ya Wakenya wote? Mko na imani ya kwamba mama mboga atakuwa mtu wa maana, na bodaboda atakuwa mtu wa maana, na yule wa makanga atakuwa mtu wa maana? Hiyo ndio Kenya ya matarajio na imani ya kila Mkenya ambayo sisi tunategemea. Kwa sababu sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi tu nataka niwaulize, tutembee pamoja, tushirikiane, tujenge Kenya, na Kenya hii itakuwa yetu sisi wote kujivunia na kufurahia. Asanteni sana, nawatakia baraka ya Mungu.